Hivi unajua kila herufi ndani ya Qur'an na kila neno ndani ya Qur'an limepangiliwa kwa idadi? Kabla sijakuonesha hii, ukiona hii video ina faida, basi share kwa mtu mwingine aweze kufaidika. Neno alhayat, alhayat maanake ni uhai ama kuishi, na kinyume chake ni almaut, ni kufa ama mauti. Hili neno ndani ya Qur'an limetajwa mara 145, neno alhayat, na neno almaut limetajwa mara 145 pia. Na haimaanishi kila sehemu kumetajwa alhayat kumetajwa na maut, la. Zipo sehemu yametajwa sehemu moja, na ipo sehemu alhayat imetaja sehemu nyingine, na almaut zipo sehemu nyingine, lakini idadi yao imekuja ile ile moja, 145 wote. Si hiyo tu, ad-dunya, ad-dunya maanake ni dunia, kinyume chake ni al-akhirah. Hili neno limetajwa ndani ya Qur'an mara 115, neno na kinyume chake. Ad-dunya mara 115, al-akhirah mara 115 pia. Neno iblis, iblis, hili neno ndani ya Qur'an limetajwa mara 11, na Allah subhanahu wa ta'ala ametaka sisi tujilinde kutokana na shari za iblis kwa kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ili neno a'udhu billahi minash shaitani rajim inaitwa isti'adha. Neno isti'adha nayo ndani ya Qur'an limetajwa mara 11 pia. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuahidi kwamba atatupatia sisi mitihani, tutapatwa na misiba, lakini akatuhitaji ukipatwa na msiba unatakiwa ushukuru, kwa sababu hii imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa neno musiba ndani ya Qur'an limetajwa mara 75, na neno shukr, kushukuru, ndani ya Qur'an limetajwa mara 75 pia. Na neno almahabba, almahabba maana yake ni kupenda, na siku zote ukishapenda mtu, kama vile ukisema nampenda bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumpenda Rasulullah Muhammad nini? Ni taatuhu fima amara, si kusema tu nampenda, bali kumtii, kumfuata, ndo maana ya kumpenda. Hata ukisema unampenda Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake ni umfuate, kumfuata ndo kweli inaonyesha unampenda. Na neno almahabba ndani ya Qur'an limetajwa mara 83, na neno at-ta'a limetajwa mara 83 pia. Ndo Allah subhanahu wa ta'ala anasema afala yatadabbaruna alquran, kwani hawaizingatii hii Qur'an, hawaitizami kwa ndani hii Qur'an. Walau kana min indi ghairi llahi, lao ingelikuwa hii Qur'ani si ya Allah, ni ya mtu mwingine, kuna mtu ametunga hii Qur'ani si ya Allah, la wajadu fihi ikhtilafan kathira, wangepata ndani kuna mgongano sana. La wajadu fihi ikhtilafan kathira, wangepata mgongano sana. Lakini muangalia, kuna mwanadamu anaweza tunga kitabu sampuli hii? Allah subhanahu wa ta'ala kwa sura al-Isra anasema, qul, sema Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Sema Muhammad Rasulullah, la in ijtama'atil insu wal jinn, lau watakusanyika watu na majini, ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an, lengo tu walitaka kutunga kitabu chao, walete mfano wa hii Qur'an, Allah yasema la yaatuna bimithli, hawawezi kuleta mfano wake katu. Nikupatie mfano wa mwisho kwenye video hii. Neno al-lail, al-lail maana yake ni usiku, kinyume cha usiku ni an-nahar, ni mchana. Neno al-lail ndani ya Qur'an limetajwa mara 92, na neno an-nahar limetajwa mara 92 pia. Na haimaanishi neno al-lail na an-nahar zimetajwa sehemu moja moja, la. Zipo sehemu wameungana, na zipo sehemu neno lail lipo kando na neno nahar lipo kando, na wote idadi yao imekuja ile ile 92. Neno lail 92 na nahar 92. Na ndani ya Qur'an hakuna sura inaitwa suratul nahar, lakini ipo sura inaitwa suratul laili. Ila kwa kuwa neno laili ndani ya Qur'an limetajwa mara 92, hii suratul laili nayo kwa mpangilio wa Qur'an nao